tunakukaribisha tena katika kipindi chetu cha afya, kipindi bora ambacho kinarushwa kutoka moja kwa moja katika studio zetu za channel TV ya Shirek TV. Na hivyo tunawakaribisha tena tunapojumuika pamoja katika kipindi hichi. Na hivyo basi nawaalika kwa neema ya Mungu ambaye atupaye uzima na afya. Na hivyo basi kuweni tayari, twende moja kwa moja katika kipindi chetu cha afya ambacho hakitachukua muda mrefu sana kihivyo. Basi na tuombe. Baba mwenye enzi, mfalme wa amani, tunakushukuru sana kwa kuwa ni mwema na mwaminifu. Asante kwa rehema na fadhili zako nyingi. Na hivyo asubuhi ya leo tena unatupatia somo zuri na jema machoni petu. Na hivyo tupatie wasaa wa kuwa wazuri wasikilizaji wema, tukapate nini cha kufanya, na katika maisha haya tukaandae miili yetu na afya zetu kwa ajili ya utumishi wako ulio bora. Tusaidie kufanya yote kwa jina la Yesu, amina. Somo letu la asubuhi ya leo tena lina kichwa cha somo kinachosema kukoboa nafaka ni makosa kiafya. Kukoboa nafaka ni makosa kiafya. Ni watu wengi katika ulimwengu tunaoishi huu wamejaribu kufanya vitu vingi na hata kufika wakati wa kutaka usasa, yani waendane na ulimwengu, waendane na dunia na watu baadhi kadha wa kadha wanavyosafiri katika maisha ya hapa na pale. Lakini jambo ambalo linaleta changamoto kubwa miongoni mwa watu katika dunia yetu, huenda ukosefu wa elimu, huenda kufanya tu kwa makusudi, huenda kuwa na taratibu tu za kujitakia, huenda ni mkumbo, ameona watu fulani wanafanya na yeye anaamua kufanya. Lakini hayo yote yamepelekea jamii nyingi kuambulia magonjwa, kupoteza ndugu zao, afya zao kudhoofika, miili yao kudhoofika, na hata kushindwa kufanya kazi za hapa na pale ambazo zingewaingizia kipato kitaifa, kifamilia, na hata Mungu akapata matoleo ya kupewa zaka na sadaka. Lakini basi wakati huo huo asubuhi ya leo tunatamani tujifunze neno letu la asubuhi ya leo, somo linalosema kukoboa nafaka ni makosa kiafya. Kwa nini ni makosa? Ni kiukweli nafaka mfano kama mahindi, kuna ungo unaopatikana kwenye mahindi mara baada ya kukobolewa unaitwa sembe. Lakini sembe hii imeonekana kupendwa na wengi katika baadhi ya mikoa yetu ya nchi yetu ya Tanzania, huenda na katika ulimwengu na katika bara letu la Afrika. Lakini basi kwa sababu hiyo tuanze kuzungumzia katika nchi ambayo tunaishi, wewe na mimi wa Tanzania, na wengine ambao watasikia na kupata taarifa hizi labda wataanza matengenezo. Lakini mimi natamani waanze matengenezo. Natamani kuwashauri waanze matengenezo. Kama ambavyo ninayezungumza na wewe nimeanza matengenezo. Nimefanya matengenezo kwa takribani ya siku nyingi. Na hivyo siku hii ya leo tena tunapokutana katika somo hili, somo letu pendwa na TV yetu pendwa Shirek TV, na hivyo nakualika tena tusafiri pamoja kwa kipindi hichi ambacho Mungu ametupatia wasaa wa kutafakari neno letu, na asubuhi ya leo utabarikiwa na sote tutabarikiwa tena na kuanza matengenezo upya, kurekebisha na kuweka afya zetu katika njia sahihi anayoitaka Mwenyezi Mungu. Sembe kwa tafasiri ya kamusi ya Kiswahili, kamusi ya Kiswahili, tafasiri ya neno sembe anasema ya kwamba unga wa mahindi yaliyotwangwa au kukobolewa, hiyo ni sembe. Kwa hiyo sembe ni unga unaotokana mahindi yaliyotwangwa kwenye vinu, ama kama ni kusagwa kwenye mawe, lakini pia ili lengo wapate unga mweupe. Na katika unga huu wanachofanya ni kutoa vitu viwili. Wanatoa ile ganda la punje ya mahindi na wanatoa kile kikonyo, lakini pia waenda kupata unga unaoitwa sembe, unga mweupe, unga ambao kiukweli unapaswa ule ukiwa mikono yako misafi, imetakaswa vizuri, imesafishika vizuri. Lakini asubuhi ya leo jambo ambalo natamani tujifunze ni kwa nini watu wanakoboa na kwa nini watu wasikoboe. Kitu ambacho wengi wanafanya ni kutokujua na kukosa elimu, kama ambavyo nimesema awali. Katika ulimwengu kuna mnyama mmoja mdogo sana anaitwa panya.
Panya ni kiumbe mdogo sana ambaye kiukweli natamani tumlinganishe kati ya mwanadamu na panya. Ni nani ambaye anaweza akaonekana na akili nyingi? Mwanadamu ana akili nyingi sana, lakini amefika kulinganishwa na huyu mnyama, anaonekana anapungua, anashushwa kiwango mwanadamu na huyu mnyama. Kwa tathmini ambayo nimeifanya mimi binafsi na Mungu amenisaidia, nimegundua vitu vingi sana. Huyu mnyama anakula kwenye punje ya hindi, anakula kile kikonyo tu ambapo mbegu hii ikipandwa inaotea, pale ambapo inaotea ndipo ambapo anakula huyu mnyama. Lakini mwanadamu sasa, huyu ambaye anazidiwa na anaonekana kuzidiwa na huyu mnyama, haikupaswa hata azidiwe, kwa sababu Mungu amemuumba mwanadamu ni kiumbe aliyekamilika kabisa kiakili. Lakini pamoja na matakwa ambayo ameanza kujichukulia, huenda katika ulimwengu, huenda wa marafiki au kusoma sana na kwenda nchi zingine za dunia hii, watu labda wameamua kufanya vitu ambavyo huenda wanaona kwao wakivifanya hivyo ni bora, lakini si bora. Kwa nini? Mnyama huyu anachukua kikonyo ambacho hicho kikonyo ndo anachokula, lakini huyu mwanadamu anatoa ganda, anatoa kikonyo, anakula ile nyama ya ndani iliyobaki ambayo inazalisha unga, kupata unga mweupe. Lakini swali ni nini sasa? Haja yake ni nini hasa anachofanya hivi? Nimegundua asilimia kubwa sio labda anapata vitu vingi zaidi ya kutoa ganda na kikonyo. Anachopata kule ni ule ubora wa unga mweupe, na wakati mwingine wengine wanaita msauzi hasa, yani hivyo msauzi ule mweupe wanajaribu kuita hivyo katika ule ubora wa kibinadamu wao katika tafakari zao. Lakini asubuhi ya leo na kushauri wewe unayesikiliza na kutazama, jifunze kitu katika asubuhi ya leo. Kiumbe mwanadamu ni kiumbe aliyeumbwa kwa ukamilifu wa ajabu sana, na Mungu akampatia ukamilifu huo kwa ajili huo mwili, na mwanadamu huyo amtukuze Mungu katika ibada, katika kazi na katika vyote anapozunguka na kufanya. Mwanadamu huyo utukufu unamrudia aliyemuumba. Lakini cha kusikitisha na cha ajabu sasa, anafanya vitu ambavyo vinamletea madhara na hata kufikia kuanza kumlaumu aliyemuumba. Lakini asubuhi ya leo nakutia moyo wewe utakayetazama na kusikiliza video hii ya kwamba, na hata ukielewa, waelekeza na wenzio kama ambavyo tuna share somo letu la asubuhi ya leo. Lakini jambo jingine ambalo natamani tujifunze ni kwamba ganda la juu ndo linaloondolewa, lakini pia kikonyo cha mbegu kinaondolewa. Lakini kinapoondolewa anapata ule unga mweupe. Sasa mara baada ya kupata ule unga, ukishasongwa kama ni ugali, yani ile raha yake mpishi na mlaji ule weupe wa ule unga, lakini hakuna kitu mle ndani, maana umeshatoa faida, unakula hasara. Maanake sasa mwanadamu wa leo huu anayekula unga huu anajali kushiba, hajali afya. Lakini jambo ambalo ningetamani wewe sasa unayenitazama na kunisikiliza katika somo letu la asubuhi ya leo ni kujifunza vitu gani sasa? Ni kujifunza vitu gani? Ukisoma kitabu cha Wakorintho Wakorintho wa kwanza sura ya 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na aya ya 31 anasema hivi. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 aya ya 31 anasema, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Mungu anachotamani wewe na mimi ninapokuwa nafanya chochote, nifanye ili yeye atukuzwe, ili yeye ajitukuze katika hicho ninachokifanya. Hata wale wengine wanapokuwa wananiona, wakinitazama, ama wewe wakikuona kukutazama, wamtukuze Mungu ya kwamba mtumishi wa Mungu ama mtu fulani anafanya kitu bora. Hata wao wanafarijika, hata na wao wanaanza kufuata na kufanya kile kilicho bora. Lakini cha kushangaza sasa, wengi wanaamua kufanya kwa mkumbo, makundi, ama tu kuvutiwa tu bila kufuatilia na kuchunguza. Lakini asubuhi ya leo natamani tujifunze sote kwa pamoja somo hili na tuanze matengenezo ya afya zetu. Lakini jambo jingine tena, ukisoma hiyo Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na aya 19 na aya 20, anatuambia kitu gani kingine tena? Hebu naomba usikilize kwa makini. Anasema Wakorintho wa kwanza sura ya 6 na aya ya 19 na aya 20, anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu,
wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Aya 20, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Jambo ambalo Mungu anatamani wewe na mimi unayenitazama na kunisikiliza na kujifunza somo letu la asubuhi ya leo ni kwamba Mungu anatamani miili yetu, mwili wako na mwili wangu, atukuzwe yeye. Anapokuwa akinitazama na kuniona nachokifanya ni bora machoni pake, basi ajitukuze, nina mwanangu mpendwa katika mahala fulani. Lakini kitu ambacho kinasikitisha na kuwafanya wengi wasifanye ni kwa sababu wamejitakia kwenenda na ulimwengu. Ulimwengu una mambo mengi. Ukiufuata ulimwengu, wakati mwingine asilimia kubwa utapotea na kupoteza muda wako, kuharibu afya zako, na hata kutokuaminiwa na jamii na marafiki na ndugu, ambao wakati fulani unaweza ukafanya vitu ambavyo vya kushangaza. Lakini kitu ambacho natamani ni kushauri leo, asubuhi ya leo, ni kwamba ufanye vitu bora ambavyo Mungu anaweza akatukuzwa katika hivi unavyovifanya. Jambo la kwanza ambao natamani ni kushauri tujifunze pamoja nawe, jambo la kufanya ni moja. Kuna mambo matano ya kufanya. Jambo la kwanza, epuka sana mkumbo au kufanya jambo ili uonekane wa kisasa. Kuna mambo mengi ambayo wengi yamewafanya kutokuelewa, yaani anaingia kufanya jambo lolote, kama ambavyo nimejaribu kuzungumza kwamba uepuke mkumbo au kufanya jambo lolote uonekane wa kisasa. Kuonekana wa kisasa, hatima yake unaharibu afya yako, unashindwa kuaminiwa, unapokuwa unaumwa, Mungu na anasononeshwa na hali unayoipitia, kwa sababu tayari umeamua kuchagua. Maanake ninachowafanya hapa watu wanaamua kuchagua, yaani kutenda mema na kutenda mabaya ni kuchagua. Mtu anapotenda mema anachagua, na mtu anapotenda mabaya amechagua. Lakini jambo bora na la kujifunza ni kuepuka sana mkumbo au kufanya jambo ili uonekane wa kisasa. Epuka kuonekana wa kisasa, na wakati huo huo unaumiza afya yako. Epuka mkumbo, epuka kuonekana wa kisasa. Madhara yake ni kuharibu afya, na hata hivyo kutengeneza kizazi ambacho kinachokuwa kinaandamwa na magonjwa mengi, kwa sababu kukoboa mahindi ama unga huu, kupata unga ama ulaji wa unga huu ni kuzalisha na kutengeneza magonjwa mengi kwenye miili yetu. Lakini jambo la pili ambalo natamani tujifunze asubuhi ya leo ni kwamba tunza na jali afya yako. Tunza, jali afya yako. Afya ndiyo uchumi wako. Mwili wangu ukiwa unaumu na magonjwa, nitalaumu, nitashindwa kufanya kazi, nitakaa nikifikiria gharama za kutibu ugonjwa huu. Nawe vivyo hivyo, kama unaumwa huwezi kwenda kazini, familia itasongwa na uzoroteshaji wa uchumi utashuka, mambo yatakuelemea, kwa sababu umekaa ndani, ufanye kazi, uingizi chochote. Utakula wapi? Utavaa nini? Watoto watasomeshwa nini? Utalipa pango? Utafanya kila kitu kwa kutumia hela inayotoka wapi? Maana hufanyi kazi. Jambo la kujifunza ni kwamba tunza na jali afya yako. Tunze afya yako, nitunze afya yangu, na hivyo afya ndiyo uchumi wetu. Uchumi wako ni afya yako, na afya yako ndio uchumi wako. Jambo la tatu, acha na jiepushe na vyakula vilivyokobolewa. Achana na jiepushe na vyakula vilivyokobolewa. Siku zote wengi wanatamani huo uzuri na ubora wa rangi ya ule weupe wa mahindi na vyakula na nafaka ambayo imesafishwa, imeoshwa, imetiwa kwenye mashini, imekobolewa, imetolewa ganda, na hivyo wakaona kwamba hiki ni chakula kizuri, ndicho wanachokula watu fulani wajanja. Lakini sitamani tuendelee kuumia, kumbe unapoteza muda mwingi, utaharibu afya yako na kuifanya afya mwili wako uzoroteshwe na magonjwa, kwa sababu unakula vitu ambavyo havina faida kwenye mwili wa mwanadamu, maana havikujengi chochote isipokuwa unaangamiza viungo na mwili kufanya ukose nguvu za utendaji kazi. Jambo la 4, jitahidi kufanya mambo yako ili Mungu atukuzwe. Siku zote jitahidi kufanya mambo yako ili Mungu atukuzwe. Ukifanya vitu ambavyo Mungu anafurahishwa navyo,
ni jambo jema sana machoni pake na machoni pa ulimwengu, maana tayari unawaambia watu hata pasipo kutamka chochote, unawaambia kwamba Mungu anatamani ufanye hiki na hiki kwa vitendo. Maana wengi wanatazama na kusikia na wanapoona wanajifunza, lakini kama utafanya vitu ambavyo Mungu hatukuzwi, haina maana ya kuvifanya. Naomba leo uachane navyo na uelekeze wengine kwa ajili ya kwanza matengenezo. Lakini jambo la tano ni kwamba ukipata elimu waelekeze na wenzio. Ukipata elimu waelekeze na wenzio. Masuala mengi sana ya kufanya ambayo tunatamani tungeyafanya, lakini wenda ni mabaya, achana nayo. Achana nayo. Kama jambo alimtukuzi Mungu na umeshajifunza ukaelimika, waelekeze na wengine wajifunze kwa ajili ya kwanza matengenezo. Lakini asubuhi ya leo natamani mambo haya tukienenda nao katika maisha yetu ya kila siku yatatufanya na tawafanya wengi wajifunze kupitia sisi. Rafiki yangu, ndugu na jamaa ambao unasumbuliwa na kansa, unasumbuliwa na kisukari, unasumbuliwa na kifua kikuu, unasumbuliwa na pressure, lakini hayo yote yamesababishwa na mitindo ya maisha yetu ya kila siku. Maisha yetu ya kila siku, anasema lifestyle zimewafanya wengi na zinawafanya wengi na zitawafanya wengi waambulie kupata athari za miili yao na magonjwa mengi katika maisha ya kila siku. Leo nakutia moyo wewe ambaye unasumbuliwa na kansa, afya. Inawezekana kupona magonjwa hayo, inawezekana kuondokana na tabia ambayo umeanza kuifanya. Wenda umefanya kwa mkumbo, kwa ushauri, wenda kwa kutokujua, lakini asubuhi ya leo natamani kukushauri ya kwamba tuanze matengenezo ya kurekebisha afya zetu. Tuanze matengenezo ya kuachana vitu ambavyo havina faida katika miili yetu, na tumwelekezee Mungu miili yetu, tumsikilize sauti yake, tusikilize miongozo yake, tusome neno la Mungu, Biblia takatifu, tujifunze vitu ambavyo Mungu anatamani tuvifanye na ni bora kwa ajili ya maisha yetu ya hapa duniani. Lakini asubuhi ya leo nakutia moyo wewe ambaye wendo umekatishwa tamaa na ugonjwa ambao umekusumbua siku nyingi, umekatishwa tamaa na marafiki, wendo unajaribu kuacha na unashindwa. Lakini asubuhi ya leo nitaomba pamoja nawe ya kwamba Mungu akusaidie na kutie nguvu ya kwamba inawezekana kuachana na vyakula ambavyo vimekobolewa, ukaanza kula vitu vya asili, vyakula vya asili ambavyo matunda na nafaka ambavyo vinaweza vikakuletea afya njema na nzuri katika maisha yetu ya kila siku na maisha yako ya kila siku. Rafiki yangu, ya kwamba kuna watu wengi sana wameteswa na magonjwa, lakini hawajui wanafanyeje sasa. Hawajui waanze kufanya kitu gani. Asubuhi ya leo nakutia moyo, unaweza kuachana na vyakula ambavyo vinakupatia athari kwenye mwili wako. Vyakula kama huo unga wa mahindi wa sembe ambao umekobolewa, na kuomba na kukutia moyo ya kwamba achana na tabia hiyo kuanzia leo. Inakuwaje panya, kiumbe mdogo sana, tuzidi akili wanadamu, ambao Mungu anatamani tufanye vitu vikubwa na vya ajabu na vya kutisha, na wengi wanaweza kujifunza. Asubuhi ya leo tunapoanza matengenezo, rafiki, inawezekana kuacha, inawezekana kupona, inawezekana kutoka kwenye janga hili ambalo limewakumba wengi na hawawezi kufanya chochote. Inawezekana kufanya chochote. Kwa akili zako unaweza usifanye chochote, lakini kwa uweza na nguvu za Mungu unaweza kufanya chochote katika yeye anayeweza kukutia nguvu. Ya kwamba inawezekana kubadili mwelekeo wa afya zetu. Tubadili sasa leo mwelekeo wa afya zetu. Kama utahitaji mawasiliano, inawezekana. Natamani tuombe sasa. Tunapoomba rafiki, tunaweza kuomba pamoja nawe. Mungu hafungiwi na hazuiwi na hana mpaka wa kitu chochote. Uko nje ya Tanzania, uko ndani ya Tanzania, uko katika mikoa ya wapi, pande gani, Mungu anaweza kukufikia kwa wakati huu na kwa wakati wowote. Rafiki unayetazama na kusikiliza, ni TV yetu ya Shile TV ambayo inarusha matangazo haya, na hivyo nakutia moyo tunapoenda kuomba, tuombe pamoja nami. Basi tuombe. Baba uishie milele, tunakushukuru sana kwa asubuhi ya leo. Asante tena kwa kutupatia wasaa mzuri wa kukusikiliza mausia yako. Umetugusia na kutuambia kwamba miili yetu ni hekalu lako.
Roho Mtakatifu anatamani kukaa ndani ya miili yetu, lakini miili hii tumeinywesha na kuilisha vyakula visivyokutukuza. Bwana, tusaidie kwanza matengenezo sasa. Na hivyo mama yule ambaye amekatishwa tamaa wakati fulani, mtie moyo. Inawezekana kuachana na unga wa sembe na vyakula vilivyokobolewa. Inawezekana kuachana na vinywaji visivyokutukuza Bwana. Na hivyo asubuhi ya leo, watie moyo wote watakaotazama na kusikia video hii. Inawezekana kuacha tabia isiyokutukuza Mungu na kufanya vitu vinavyokutukuza. Maisha yetu yote tunaweka mikononi mwako. Wote watakaotazama na kusikia naweka mikononi mwako. Wakabarikiwe na wakaguswe, na sote tuandaliwe kwa ajili ya kuimarisha afya zetu na kubadilisha mielekeo na kutazama mielekeo miema na mizuri inayokutukuza Mungu wa mbinguni. Asante, tunaomba na kushukuru kwa jina la Yesu. Amina.